Leo ninawaletea historia ya jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam. Historia inaturudisha miaka 60 nyuma, ambapo Dar es Salaam ilikuwa ni mapori, vichaka, vijiji, nyumba za udongo. Kulikuwa hakuna Kariakoo, hakuna kivuko wala hakuna daladala. Miaka 60 nyuma historia inatupeleka huko. Historia ya Dar es Salaam inaanzia kutoka kwa Sultani ambaye alikuwa ni mtawala wa Zanzibar, ambaye alikuwa anaitwa Sultan Majid bin Said. Sultani huyu alipofika pwani ya Dar es Salaam akajenga ngome yake pale na makazi yake. Lengo lake lilikuwa ni kupaboresha na kuwa ni bandari kubwa sana Dar es Salaam, kwa sababu alipapenda na mandhari yake yalivutia. Na kipindi hicho kulikuwa na minazi tu, mashamba ya minazi, vichaka, mapori na nyasi. Mwaka huo 1862 ambapo sultani huyo mtawala wa Zanzibar Majid bin Said alipofika, akajenga ngome yake ya makazi ndani ya pwani ya Dar es Salaam na akapapa jina Bandar Salam, kwa maana ya bandari salama. Baada ya hapo sultani huyu alifariki, ambapo azma yake ilikuwa haijatimia, kwa maana alifariki kabla hajatimiza malengo yake. Lakini ndoto hiyo ya Dar es Salaam haikufa. Hiyo ilikuwa ni enzi za utumwa. Baadaye tukaja kwenye ukoloni, ambapo tulianza na Mjerumani. Mjerumani aliendeleza kidogo, akaboresha kwa kujenga maeneo na makazi kwa ajili ya koloni lake. Tukaja baada ya Mwingereza kumshinda Mjerumani, Dar es Salaam haikufa, ikaongezeka pia, kwa maana sasa Mwingereza ndo aliboresha zaidi kwa kujenga vyuo, barabara, posta, reli ya kati na kuanza kujenga majengo mengi, kwa maana kutuletea maendeleo, vyuo, koleji, barabara, posta. Mwingereza aliendeleza kuikuza Dar es Salaam. Hapo hapo ikichangiwa na wenyeji Wazalamu na makabila tofauti tofauti mbalimbali walikuwa wanatoka mikoani na kuja Dar es Salaam. Baada ya uhuru mwaka 1961, Mwalimu Nyerere pia bado aliendeleza Dar es Salaam mpaka mwaka 1970, ambapo alisema serikali makao makuu yake yatakuwa ndani ya jiji la Dodoma. Tayari Dar es Salaam ilikuwa imeshapiga hatua kubwa sana, na tokea enzi hizo ilishaanza kuwa na ongezeko kubwa la watu wengi wakiwa wanatoka mikoani na kuhamia Dar es Salaam. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, wengi wakafikiri kwamba jiji la Dar es Salaam litakufa, lakini bado mpaka leo jiji hili limeendelea kuwa ndio kitovu kikubwa cha biashara na maendeleo ndani ya nchi ya Tanzania. Jiji la Dar es Salaam lina sifa nyingi, kwa maana lina shule bora, vyuo bora, ndio jiji ambalo linaongoza kwa mapato na ukusanyaji wa kodi, ndio jiji lenye kila kitu ndani ya nchi ya Tanzania. Ukifika ndani ya jiji hili hautakosa kitu unachotaka. Wafanya biashara kutoka nje ya nchi wengi wanakuja soko la Kariakoo kwa ajili ya kujumua na kuchukua bidhaa na kwenda nazo kwenye nchi yao. Pia bandari ya Dar es Salaam ndio imekuwa bandari kubwa sana ambayo inahudumia nchi za ukanda huu wa Afrika Mashariki na nchi ambazo hazina bandari, kwa maana mizigo yao inafika hapa na kusafirishwa kwenda kwenye nchi zao. Dar es Salaam kwa sasa ina wakazi zaidi ya milioni 7, ambapo Dar es Salaam hiyo hiyo pia kwa sasa hivi ina majimbo 8. Dar es Salaam ina majimbo 8 na ina wilaya 5, ambazo wilaya hiyo ni Ilala, Temeke, Kinondoni, Kigamboni na Ubungo. Maendeleo ya jiji hili ndio jiji linaongoza kwa ukubwa, idadi ya watu wengi, pamoja na maendeleo ya kibiashara, elimu, nyanja mbalimbali, sekta za michezo. Ofisi nyingi zilianzia hapa, ziko hapa kabla serikali kuhamia. Je, una kipi cha kuongeza? Una kipi cha kushauri? Usisahau kulike, kucomment, kufollow, kusubscribe. Dondosha komenti yako hapo chini, niambie kipi unachotambua kuhusu Dar es Salaam. Ongezea hapo chini kwenye comment. Usisahau kuniambia pia unapenda ni mtaa gani ufuatie baada ya Dar es Salaam. Nimeamua kuwaletea hii ili muelewe jiji hili la Dar es Salaam tunalizungumzia lilianzia wapi, lilikotokea, wenyeji kuanzia enzi ya utumwa, ukoloni
mpaka leo hii Dar es Salaam haikujengwa kwa siku moja, ilijengwa na wenyeji, utumwa, ukoloni na makabila mbalimbali ambayo wamefika ndani ya jiji hili ambao wanaendeleza na kusukuma gurudumu la maendeleo. Asante sana. Usisahau kulike, comment, kufollow, kushare.